Jina langu ni Humphrey Polepole. Namshukuru Mungu wa mbinguni sana ambaye anaendelea kutulinda na kutupigania. Nawashukuru ninyi Watanzania wenzangu ambao mnaendelea kusimama imara kuipenda nchi yetu kama tunavyowapenda mama zetu. Nakumbuka ulikuwa wasia wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa leo kitu fulani sasa leo niliona nizungumze kuhusu wito wa jeshi la polisi. Wito wa jeshi la polisi. Nimeona barua yao mtandaoni ikinielekeza kwenda jeshi la polisi ili nikatoe maelezo na uthibitisho juu ya tuhuma ambazo nimekuwa nikizitoa mtandaoni, kwa sababu na wao wameona kuna viashiria vya jinai katika yale mambo ambayo nimeyasema. Sasa kuna mambo mawili. La kwanza ni kwamba hii ni dalili njema kwamba jeshi la polisi limesikiliza, likatizama, likaona bwana, huenda kuna mahali kuna viashiria vya jinai, kwa tumtafute ndugu Polepole comrade ili aweze kutuongezea maelezo na kutupatia ushahidi. Sasa hilo ni jambo jema, na huo ni upande mmoja. Unajua, wananchi huku mtaani wana mashaka kweli. Hichi kitu kinaniumiza sana sasa hivi, kwa sababu ni waoga mno. Yaani kuna watu mfano mtandaoni wanakutumia ujumbe sana, samahani, endelea kusema, lakini samahani, huyu ni wewe au ni akaunti yako inatumika? Nisije nikatekwa. Hapo ndio tulipofika, sio mahali pazuri. Sasa kwa haraka tumesema upande mmoja ni dhamira njema ya jeshi la polisi, lakini upande wa pili ni ujanja. Na ujanja unakuja vipi? Ujanja unakuja kwa sababu jeshi la polisi lilisema uongo, mlisamehe, au kidiplomasia. Sasa mimi sio mwanadiplomasia, lakini kidiplomasia wamesema wamefanya jitihada za kunitafuta bila mafanikio. Hivi kuna mtu kwenye mfumo wa serikali anaweza akataka kumpata Polepole kwa mawasiliano akanikosa? Naweza nikawatajia watu kwenye jeshi la polisi ambao tunawasiliana mara kwa mara, na ambao kama wakiwa Polepole anatafutwa definitely watasema chukueni namba yake hii. Ikitokea jeshi la polisi halina namba yangu, kitu ambacho si kweli, kwa sababu ninakwambia nawafahamu maafisa wa jeshi la polisi waandamizi ambao wana namba zao na tunawasiliana. La kwanza. La pili, kama jeshi la polisi hawana namba, wanaweza, kwa mwajiri wangu wa mwisho ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Ni simu moja tu, tena wanaweza wakazungumza katibu mkuu na katibu mkuu wakapata namba zangu wakanitafuta, na mimi najibu messages. Mara kadhaa nikiwa niko kwenye mazingira rafiki naweza kupokea simu na tukazungumza. Mara nyingi messages ndio natumia sana. Kwa si kweli kwamba nitafuta, si kweli. Lakini katika upande huo ni kweli kwamba mmekuwa mnanitafuta kwa kificho, lakini si kwa maana njema. Unafahamu, nilipojiuzulu tarehe 13 kuna watu walifika nyumbani kwangu pale Masaki, wakazingira nyumba ile na wakiamini nitakuwa ndani. Sikuwepo. Tarehe 17 usiku, mchana kutwa na usiku, magari kadhaa
na kundi la watu wenye silaha za moto waliweka kambi huko kwenye nyumba ya familia anakoishi dada yangu, na nilifuatilia tukio lile kutoka mchana mpaka usiku walipoondoka naye, ndio nikatangaza kwenye mtandao wa Instagram. Wale watu walikuwa na silaha za moto, walikuwa na ma-SMG, walikuwa na pingu, walikuwa na bastola. Kibaya ni kwamba kama wale watu hawajulikani na jeshi la polisi, tafsiri yake ni kwamba hawa watu ni hatari sana, wanaweza kuwa ni genge la kihuni kwenye nchi yetu, na hiki ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo hii ni mtihani mkubwa. Kwa kama polisi hawana taarifa ya watu wale, ni mtihani mkubwa. Mimi ningeshauri tuwe watu wanyofu wa moyo, ndio. Kama mnataka kuongea na mimi kwa hadharani, tuzungumze kwa hadharani, lakini msio mnanitafuta kwa kificho. Kuna watu wametumwa nje ya nchi, niliwaambieni hapa, Ubelgiji, Uingereza, Marekani, Cuba, na siku chache zilizopita timu ya watu 6 imetumwa tena kwenda kunitafuta. Kwani mimi nimekosea nini? Kujiuzuru kwa hiari yangu na kusema mimi sitaki kufanya kazi na ninyi kwa sababu hammaanishi maslahi mapana ya kuhudumia watu wetu wa Tanzania kama serikali? Msifanye hivyo. Mimi nimekuwa kiongozi, nimehudumia watu hawa kwa unyenyekevu mkubwa. Sistahili kuwindwa namna hii, lakini it's okay, but this is the game you want to play, lakini sio kitu kizuri. Sasa nimetoa pande zote mbili, pande ya kwamba kuna dhamira njema na ya dhati niende kwenye jeshi la polisi nikatoe maelezo na ushahidi, si ndio? Na upande wa pili ni nia ovu. Wako watu wanataka nitogezee pale jeshi la polisi, ukifika pale ndio nitolee, ama sijui wanakukamata, kwa sababu hawajasema mimi kuna tuhuma zinaelekezwa kwangu. Huenda wanakuachia ama unatoka alafu unapotea na polisi hawahusiki. Basi ukipotea ndio inakuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, au Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Why? Kwa nini? Kwa sababu sitaki kufanya kazi na serikali hii ya Mama Samia ambayo haiwakilishi wala kuwasilisha kwa namna yoyote maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika maeneo ambayo mimi nimeona kwa ushahidi. No, let's not do that. Ndio. Kwa mfano DCI, mimi nimefurahi kwamba una interest ya kusema na mimi, lakini sasa nikisema hivi sitaki kumweka yeye kwenye matatizo, lakini mimi nafuatilia na kwa vyanzo vyangu na rafiki zangu kwenye jeshi la polisi. Ndio. Unafahamu DCI ulikwenda Mpanda kuzungumza na kiongozi mmoja, kwa sababu kwa dhamira yake njema nilivyoambiwa na rafiki yangu huko jeshi la polisi, alisema inawezekana kuna mpango wa kuteteresha usalama wa rais wetu Mama Samia kutoka kwenye genge la CCM mtandao. Si mlikwenda Mpanda? Unakumbuka ulikwenda Mpanda na mkazungumza na huyo kiongozi kwa masaa zaidi ya 6, na unakumbuka maelezo ulimwambia? Kati ya wale watu ulikwenda nao, mmoja alinishirikisha mambo haya mimi. Kati ya wale watu ulikwenda nao, mmoja wao alinishirikisha haya mambo mimi. Sasa msiende kufanya elimination method kwa sababu na wewe ulikuwa mmoja wao. Sasa isije kwani wewe uliniambia. Na mkakubaliana kumwambia yule kiongozi ya kwamba kwa swala hilo kubwa
linalohusu usalama wa rais huwa mnafanya kwa kushirikiana na vyombo vyote, kwa mumpe ushauri yule kiongozi kwamba amtafute mkurugenzi wa usalama wa taifa. Unakumbuka ndugu DCI, unakumbuka historia? Sasa mimi kama kiongozi nimehudumu kwa umri wangu sio marais wengi, hapo kwa mzee Kikwete, mzee Magufuli, ndugu Magufuli pamoja na mama Samia, na pale nyuma nilikuwa kijana mdogo errand boy. Lakini kwa marais hawa wanajua hivi, kama kuna kitu cha hatari kwa rais, ni wewe DCI unatumwa kwenda kufuatilia. Kama kuna kitu kinamhusu rais na usalama wake, ni jeshi la polisi litahusika kwenda kufuatilia? Mimi nitakwambia hapana. Watu wa mwanzo watahusika kufuatilia ni idara yetu ya usalama wa taifa. Lakini tangu umekwenda Mpanda, ni kitu gani kimefanyika? Nini kimetokea? Mambo kama haya yanafanya jeshi letu la polisi lipoteze imani yake kwa watu, lipoteze imani yake kwa watu, na sio kitu kizuri. Ndio, lakini tuache, tuendelee mbele. Mimi nataka leo nitoe ushauri kwenu kabla sijaja kutoa maelezo na ushahidi, kwamba nimeainisha hapa masuala 9 ambayo mimi nimetoa tuhuma, nimeallege kwamba kuna mianya ya kutizama, ili siku moja serikali itakapokuwa imesimama katika msingi wa haki, tutachukua hatua kwa wahusika hao, hatua za dhati, hali na za kweli, na za kurejesha haki zilizocheleweshwa za Watanzania. Sasa la kwanza nitaka ifahamike, la kwanza ni kuhusu Rostam Aziz na namna ambavyo alipata mgodi wa Ngaka wa makaa ya mawe. Nataka mnaweza sasa pale kwenye kutakupeli sasa tip ya namna ya kufuatilia ya mambo kabla mimi sijaja, na nitawaambia kwa nini siwezi kuja sasa hivi, na sababu za msingi. Nipo, lakini nataka niwape kwanza tip ya namna ya kuendelea kujaza taarifa kwenye jalada la ufunguzi ambalo mmelifungua. Okay? Kwa issue ya Rostam Aziz na namna alivyoutoa mgodi wa Ngaka kutoka kwa ile kampuni ya Australia yanaita ya wazungu, mimi nashauri kwanza mwatafute watu wa Tanco, kampuni ya Tanco, kwa sababu ndio kampuni ya ubia kati ya serikali na mbia, ndio Tanco. Watafute watu wa Tanco, lakini watafutwe watendaji na viongozi wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Na hapa tuwatafute kutoka mwaka 2011 wakati ile Intra Energy Corporation Limited ya Australia inachukua inaingia ubia, ni mwaka 2011. Nataka kujua terms, masharti yalikuwa yapi, alafu tuende nao kuanzia kule uongozi wa Wizara ya Viwanda na Biashara, ili kuweka mtiririko mzuri, tuje nao mpaka uongozi wa sasa hivi wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Twende kwa waziri, naibu waziri, katibu mkuu, na wakurugenzi pale wizarani. Watatupa mwongozo mzuri sana. Wao ndo watakwambia, je, hazikutafutwa fedha za kwenda kumnunua mbia wetu yule wa Australia kwa kile kifungu kwenye sheria ya uwekezaji cha first right of refusal? Okay? Hakikisheni mnawaona kwanza. La kwanza. La pili, nashauri muende FCC, Fair Competition Commission. Kule tunapokuwa tunauziana mambo haya, lazima kwenda kuregister hizo biashara, na kuna malipo hivi. Rostam alisema kutoka mwaka 2021 mpaka leo bado wapo kwenye ngazi ya makaratasi, bado wapo kwenye ngazi ya makaratasi. Okay, nataka muende Fair Competition Commission, FCC. Ndio. Halafu
Mkienda pale muulize pia ile inayosemwa ni dola milioni 2 na imelipwa dola milioni 1. Ile dola milioni 1 ishalipwa, ililipwa lini? Imesajiliwa FCC au bado? Unanielewa? Ni muhimu sana, msiache kwenda kuwacheki wale. Lakini mimi pia nilialeti jambo moja, kuna kitu kinaitwa transfer pricing. Na hapa wataalamu wanaweza kusaidia jeshi letu la polisi. Najua mna competence ya kutosha kwa wataalamu wa maeneo tofauti tofauti ya kitaaluma, lakini hili ni eneo muhimu na nyeti duniani kwa kampuni zinazoiba na kukwepa kodi na kutengeneza invoices, si ndio? Wanatengeneza invoices za bei ya juu, lakini huwa ni mchezo tu, ili mwisho wa siku wao wapate faida na wale wanaofanya kazi wapate hasara. Sasa nataka waangalie kwenye kampuni na kwenye shughuli za Bwana Rostam Aziz na makampuni yake tofauti tofauti ambayo yanashiriki kwenye mambo haya. Tuangalie component ya transfer pricing na namna gani kulianza kutokea mgogoro wa kuongezeka maradufu kwa gharama za huduma ambazo kampuni ya Rostam ilikuwa inazitoa kwenye eneo la mgodi. Mmenielewa vizuri? Tutapata kitu pale. Take note. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili ni kuhusu ya Mheshimiwa Angela Kiziga, si ndio? Ambaye sasa hivi mara nyingi anaonekana yuko sehemu ya trail ya msafara Mheshimiwa Rais. Sitaki kusema yuko sehemu ya ofisi binafsi ya rais, lakini najua yuko pale kila siku, kila pahala wanakwenda. Na mimi nimeshuhudia hili kutoka mwaka 2021 tulipomkabidhi uwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwenye hili la Mheshimiwa Angela Kiziga, nataka tutizame kwa kina. Moja, makao makuu ya jeshi la polisi, idara inayohusika na utawala, manunuzi, rasilimali watu, uwekezaji. Unaelewa? Kwa sababu hili jambo linafahamika vizuri sana. Tukitoka hapo, tusiache kumpata watumishi wote na viongozi waandamizi waliohudumu pale, ma IGP wote waliopita kutoka wakati ule mpaka wakati huu. Lakini ni msingi sana wakurugenzi wa utawala, na wao wako, wengine wameondoka, wengine wamekuja wapya. Wale wote ni lazima waje kutoa maelezo. Halafu watu wa manunuzi. Baada ya hapo twende wizarani. Ni lazima katibu mkuu wa mambo ya ndani wa mwaka 2020, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, katibu mkuu wote hao watoe maelezo. Halafu waziri Masauni, Mheshimiwa Waziri Masauni, particularly yeye na mawaziri waliomtangulia kutoka mwaka 2018-19 mpaka mwaka 2025. Hawa wote watafutwe kokote waliko, wafike makao makuu ya jeshi la polisi kutoa maelezo. Kwa hili niliona tuliweke vizuri sana. Lakini lingine, kwa sababu hili jambo lilizungumzwa kwenye kikao rasmi cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa, na shauri wito maalum upelekwe kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kamati kuu ni kikao, kwa hakuna mtu, ni kikao. Kwa wito maalum upelekwe kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, afike yeye au mwakilishi wake kufafanua swala hili lilizungumzwa namna gani na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndugu John Pombe Joseph Magufuli. Kwa huyu afike. Kwa hilo ni kuhusu mama Angela
Kiziga na wale watu wote ambao wanatakiwa wafike kutoa maelezo. Tatu, nilizungumza kuhusu swala la afya na bima ya afya na mtindinganyo uliokuwepo kwenye swala la manunuzi. Nikasema hakuna sera, mwongozo, kanuni inayowezesha kuweka viwango vya bei hapa Tanzania, na hii inaleta hatari kubwa sana katika taifa letu, kiusalama, kiuchumi, kijamii, afya. Kwa maana ikitokea mtikisiko, tunaweza tukashindwa kupata dawa, kwa sababu wanunuzi wana uhuru wa kupanga bei wanavyotaka wao. Na nikatoa mifano. Hiki ni kitu cha ajabu na cha ovyo. Nchi nyingine ndogo kama Rwanda wana vitu viko very clear. Afrika Kusini iko very clear. Ukienda huko Maulaya, Amerika, Canada iko very clear. Sasa hapa mnaweza mkachunguza, kuna mianya mingi ya 10%, hongo za 10% kwenye manunuzi. Nataka pale kitengo cha manunuzi, Wizara ya Afya, mzungumze nao, wao watawaletea taasisi zao zote, na ndipo mtakuja kuona kwa nini hatuwekezi kwenye kutengeneza dawa nchini, ila tunategemea kutumia pesa nyingi kila mwaka kununua dawa, wakati pesa hizo zingewezwa kuwekezwa nchini kwenye kutengeneza dawa muhimu ambazo zinahitajika katika huduma ya afya ya msingi. Sasa nilipozungumza swala hilo la afya, nikagusia kuhusu bima ya afya, ambayo na yenyewe ni tatizo jingine, kwamba bima ya afya imekuwa inatengeneza vifurushi na kutoa wanasema premiums, ile huduma ya bima ya afya, bila ya kuwa wanataarifiwa na taarifa ya hivi karibuni ya actuarial. Hilo ni tatizo kubwa kabisa. Ukisoma taarifa ya NHIF ya mwaka 2022-2023, hali ya NHIF ni dhoofu bin hali, iko mtandaoni. Kiwango wanachokusanya na kiwango wanacholipa, madai wanaita claims, yanazidi kiwango cha makusanyo. Kwa hiyo mfuko wa NHIF kimsingi unaendeshwa kwa hasara. Kwa nini? Kwa sababu hauko informed na proper scientific actuarial studies. Na wasihi sana, fikeni pale NHIF muulize, kwa sababu kama mna lengo leo ni uchunguzi, muangalie huwa wanapanga vifurushi kwa kutumia msingi gani. Nimedevelop interest kujifunza zaidi kuhusu bima, na nitawaeleza mambo mengine kuhusu namna ambavyo sekta ya bima inatengenezwa Tanzania, but hili ni jambo la siku nyingine, kwa sababu bado naendelea kujifunza, but there's a lot of information, kuna taarifa nyingi sana. Kwa naomba mfike pale NHIF, muulize tu maswali ya kawaida. Kwa nini mnaendesha hivi? Hali yenu ya sasa ikoje? Usalama wa mfuko ukoje? Uendelevu au Kiingereza unasema sustainability ya mfuko ikoje? Afya ya mfuko ikoje? Umenielewa? Sasa tunazungumza sasa hivi, CCM wanatembea kwenye mikutano ya hadhara, wanasema habari ya universal health insurance cover, yani bima kwa wote. Unakuwaje na bima kwa wote wakati ule mfano wa kitaifa ni failure, umesha feli, tukaingiza taifa kwenye balaa kubwa ambalo hatujawahi kulifikiria. Na nafikiri ni jukumu, kabla haijatengenezwa jinai, jeshi la polisi ni vizuri mkaenda mkafuatilia jambo hili. Kuna mianya pale. Ndio. 4, kuhusu hoja ya kuzima mitandao, mimi nashauri fikeni TCRA, waulizeni
ni mwongozo gani wanautumia kuzima mitandao wakati fulani fulani. Sasa hivi imekuwa mimi nikizungumza wanazima mtandao, mimi nikizungumza wanazima mtandao. Ile ni hela inapotea. Nadhani mtu akipoteza hela kwa uzembe na kwa makusudi ni jinai kwenye nchi yetu. Kuna shauri na wao pia mkawahoji, waje watoe maelezo. Mkurugenzi yule ni mtu mwema sana, mtu mwema. Lakini ni vizuri yeye na wakurugenzi wake pale wanaohusiana, wanaotizama jambo hili waje kusema na watueleze kwa kuzimazima huku tumeshapoteza pesa kiasi gani kwa maana hiyo. 5 ni kuhusu habari ya malaria, ni kuhusu dawa ya kupuliza kuua wadudu, kinaitwa viuatilifu hai. Dawa ya malaria inazalishwa pale Kibaha, serikali inasuasua kununua. Wakinunua inapelekwa halmashauri, wanasuasua kupuliza, na hakuna utaratibu wa kitaifa ambao unafafanua namna ya kufuatilia uwekezaji wa vile vile vidogo vimewekwa pale mpaka sasa hivi. Havizidi bilioni 10. Lakini kimsingi inatakiwa kwa mwaka tuwekeze bilioni 20 na ndani ya miaka 5 bilioni 100. Malaria itakuwa goodbye. Hautaiona tena katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tukiwa serious, naweza kusema tandika bilioni 120 mara moja, tutaifukuza malaria mpela mpela. Sasa hiki hakifanyiki, kuna pesa inaenda, kuna maisha ya watu yanapotea. Maisha ya Watanzania yakipotea kwa uzembe au kwa makusudi ya waliopewa dhamana kusimamia uhai wao, hiyo jinai. Kwa nataka mfike kwanza pale kiwanda cha Kibaha, mfike pale, ni muhimu muwahoji watu wa Wizara ya Afya, muwahoji watu wa Wizara ya TAMISEMI, muwahoji watu wa mpango wa malaria. Alafu kwa sababu halmashauri ni nyingi, tutafute zile ambazo kiwango cha maambukizi ya malaria kiko juu, muwaulize wamenunua dawa kiasi gani, wamepuliza kiasi gani, na kama kuna malengo sawa na viashiria vinavyotuwezesha kupima kazi yao ya kupambana na mbu na viluilui wanaosababisha mbu na maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Mkiona ndivyo sivyo, watu wanakufa, sio mpango wa Mungu, ni watu wanafanya makusudi, ni jinai. Kwa hao nao mwacheki, mwanze na halmashauri ambazo maambukizi yako juu. Muhimu sana. Then kuhusu mifumo ya uchaguzi. Siku moja rafiki, si rafiki lakini rafiki katika maana ya kusimamia haki, wakili msomi na rais wa Chama cha Wanasheria Tanzania, wakili msomi Mwabukusi alisema mimi nimetoa tuhuma au taarifa lakini sijaweza kuzisubstantiate, yani sijaweza kuzitilia nyama ili wao wafuatilie, na akakiri kwamba yeye sio mtaalamu wa tehama. Na ndio maana nataka ifahamike, sio kila mtu ni mtaalamu wa kila kitu. Wakili msomi Mwabukusi angetakiwa kwenda TLS akatizama mawakili wake na wanasheria wenye ubobezi pia kwenye masuala ya tehama na ulinzi wa mifumo ya kitehama. Baada ya hapo ndio sasa mngejenga hoja ya kujiridhisha kama nilichosema ni kweli au sio kweli. Lakini tu kuja kuni blast mtandaoni na kusema hoja zangu mpeche mpeche, ile ilikuwa kunibagaza tu, una kunibananga for no good reason. Kwa nishauri una nafasi ya kutransform namna ambavyo the legal
fraternity inajiconduct katika nchi yetu na kwa mahususi mawakili na wanasheria katika nchi yetu ya Tanzania. Use that opportunity. Mungu amekupa wanasheria na mawakili wamekuamini. Tunahitaji tu kujiridhisha. Na hapo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mkurugenzi wa NIDA, mkurugenzi wa tume ya uchaguzi, halafu twende data center, na twende maeneo ambayo mifumo inahifadhiwa. Inawezekana kabisa. Unahitaji tu ku get the right people kukufundisha jambo hili. Sasa hii niko namwambia Mwabukusi, lakini jeshi la polisi limechukua notes hapo nilipokuwa namuelezea Mwabukusi. Jeshi la polisi linachukua notes namna ambavyo nani wa kumuona na nani wa kusema naye mpaka mtakapopata taarifa zote. 7 ni kuhusu masuala ya utekaji. Masuala ya utekaji haya ni mimi nimeyatamka nikasema, wanafamilia wa rais wetu Mama Samia wanahusika, na mi nataka nisiwape tipu za hadharani jeshi la polisi, lakini nataka mfuatilie. Kuna vijana ambao wamekuwepo kwenye mazingira ya Chama cha Mapinduzi, mimi nawafahamu na wao wananifahamu. Ni watu wako very close na Abduli, very close. Hawa watu mnaweza kuwapata kirahisi sana. Sana wanafahamika, ndio wako mara nyingi around yule kijana, unaelewa? Ndio. Na tutakapofika Patamu tutaleta mashahidi wale wa kuwaficha, wale mashahidi wa siri. Mimi nitawaletea mashahidi wa siri waje kuthibitisha ushiriki wa kikundi hiki kinachomzunguka Abduli na matukio yanayoendelea. Na hii tunaweza tukahusianisha na matukio mengi tu ya utekaji, mauaji, lakini uzuri ambao napapenda zaidi, aliyepewa dhamana ya kufuatilia kesi ya kutekwa dada yangu ana mtaji mkubwa wa pa kuanzia, kwa sababu kuna loose ends hawakuzitai. Mimi ninazo. Yule mpelelezi anatakiwa tu arudi atizame vizuri, tutapata kitu pale muhimu sana. Hawa wote waitwe watoe maelezo wote, na hii nawaambieni kidogo kwa kodi, ili nisifanye watuhumiwa wakaanza kujipanga, kwa sababu watuhumiwa huwa wanakuwa hatua moja mbele, ila sisi tunaomtegemea Mungu na tunatumia akili za kimungu huwa tunakuwa hatua 1000 mbele yao. Hii hata wakijichomoa vipi ninao. Sitaki kufika pahala nikasema kama mtashindwa kufuatilia, hii ndio inasababisha watu kuchukua sheria mkononi, ambacho ni kitu kibaya sana. Unajua movie zinafundisha watu mambo mengi, kwa hiyo watu wengi wana manunguniko, ndio, lakini mtafuteni. Kijana mmoja anaitwa mtandaoni, anatumia jina la Sativa. Yule ni mhanga, amewahi kutekwa, amewahi kupigwa risasi, ana maelezo naye mazuri kweli. Chukueni maelezo yake pasina kumtisha tisha, tafadhali, pasina kumtisha tisha, tafadhali. Mtaniprovoke mimi niseme vitu ambavyo mtaregret, lakini vitaacha nchi yetu salama. Kwa wote hawa ni mnaweza mkawauliza, na si lazima wafike jeshi la polisi. Tengenezeni mazingira mazuri, mahakama inahoji watu kwa mtandao. Kwa hiyo tuweke utaratibu huo mzuri. 8, kuhusu kifo cha Rais Magufuli. Hapa nitaunganisha watu kadhaa. Na kwanza, wito mwingine kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu jambo hili lilijadiliwa kwenye kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa kuhusu njama
za kuteteresha uhai wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu John Pombe Joseph Magufuli. Tulizungumza kwenye kamati kuu. Kwa hiyo wito kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ni muhimu sana. Lakini mbili, yale mazingira ya Morogoro. Ni vizuri mkapita huko, si kwa maana ya kwenda kuharibu ushahidi. Mimi sina katika kama sema ina sura mbili. Kwenye ile sura ya mwanzo ya dhamira njema, naamini mnafanyia kazi kwa maana njema, kwa sababu hata msipofanya leo itafanyika kesho kwa ustadi na umakini mkubwa, na haki itapatikana. Ni muhimu sana mtazame ile route ya Morogoro, ilianzia wapi, ikaenda wapi, ikafikaje. Ziara ya rais hupangwa vizuri, nataka mtizame hata yale mazingira ya pale. Rais alitembea kwenda wapi na wapi, alishika nini, unanielewa? Alienda chumba kipi na kipi, unanielewa? Yote haya wale watu wote wafike kutoa maelezo. Na matukio ya kudhuru viongozi wa CCM sio mageni. Ningeshauri pia mumtafute Mzee Mangula. Mzee Mangula yeye alipewa sumu, na siku anaanguka ofisini kwake, mimi nilikuwepo Lumumba. Katika watu tulioshirikiana na watu walikuwa Lumumba kumsaidia kwa haraka, kumtoa nje, kumuingiza kwenye gari na kumpeleka Muhimbili, mimi nilikuwepo. Unashauri na yeye mumuulize experience yake, lakini pia mumuulize aliyekuwa ZSO wakati ule, kwa sababu tulitangaziwa ni sumu. Uchunguzi uliishia wapi? Ni muhimu sana, uchunguzi uliishia wapi? Hilo namba 8 ya kuhusu kifo cha Rais Magufuli. Namba 9, hela za korona. Niliwaambia iko sheria ya bunge inayosema fedha zinapokuja nje ya budget huwa zinatakiwa zitumike kwenye mambo ambayo hayakupangwa ndani ya budget. Hela za korona trilioni 1 na bilioni 300 zilikuja mwezi wa 8 wakati bunge limeshafunga budget, na trilioni 1.3 hazikuwa sehemu ya mjadala wa budget kuu ya serikali. Wakati huo mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na serikali ya mtaa. Ndio ilikuwa kamati kubwa kabisa inahusu TAMISEMI. Hela za korona zilipokuja kutumika, zilikwenda kujenga madarasa, vituo vya afya na mambo kama hayo. Hayo mambo yalikuwa sehemu ya mambo yaliyopangiwa fedha tayari, na wakati huo hela tulikuwa tumeitenga ni trilioni 4 za Kitanzania. Na ndio maana ripoti ya 21-22 inayosomwa 23 ilikuwa na madudu makubwa. Swali, je, budget ya maendeleo kwa kina TAMISEMI ilitoka trilioni 4 ikajumlisha trilioni 1.3 ikawa trilioni 5.3. Na je, hiyo trilioni 5.3 toa bilioni 200 zienda Zanzibar, so trilioni 4.1 ni hizo zilipelekwa kwenye maendeleo? Je, tunaweza kujiridhisha
tulipata uwekezaji kwenye maendeleo wa trilioni 5.1? Kama ndiyo, kwa nini ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu ilikuwa mbaya na chafu kuliko kipindi chochote kile katika miaka hii mitano? Rais akaelekeza itaundwa tume ya makatibu wakuu kwenda kurectify. Hapa sasa wa kuwahoji na kuwaita ni wengi. Tutaanza na bungeni, tutakwenda TAMISEMI, tutakwenda Wizara ya Afya, tutakwenda Wizara ya Fedha, tutakwenda Benki Kuu. Wote hao kwenye hiyo chain wakatoe maelezo polisi. 9 ndio nilikuwa nimekupangeni kwa leo, lakini nilitaka kuongezea tu kwamba polisi mjitafakari, kwa sababu imani yenu kwa umma inashuka siku hadi siku, na ndio maana hata wananchi ile kuwatii kwa hiari inaondoka, inaitwa voluntary compliance. Utii bila shuruti inaondoka. Kwa nini inaondoka? Inaondoka kwa sababu ya namna mnajiconduct mbele ya watu. Inaondoka kwa sababu ya namna mnaenenda mbele ya umma. Heshima yenu inateremka. Ndio maana wananchi wanakuja wanawakwida na nyinyi mnawapiga virungu. Sasa kama mwananchi mmoja anawakwida, anawapiga ngumi, elewa kujiamini kwake kunatoka wapi? Kunatoka kwenye kitendo cha kupoteza imani na heshima ya jeshi letu la polisi. Mnapaswa kujitafakari. Inspekta Jenerali wa polisi, kwenye hili tizama kwa kina. Hoja ya kujitafakari. Na hapa nitawaambia story kidogo ndefu, lakini hivi karibuni mwanafamilia wangu, nikisema mwanafamilia wangu kwa maana ya ndugu yangu, amefuatiliwa na gari kutoka nyumbani kwa mama yangu Segerea. Gari imemfuata, inamfuata nyuma. Sitataja aina ya gari ili nisiingilie uchunguzi. Gari imemfuata nyuma kutoka Segerea, wakaenda Segerea kona pale mwisho, wakashuka mpaka kona ya Barakuda. Kona ya Barakuda wakakata kulia, wakaingia njia ya kwenda Machinjioni, inatokeza Vingunguti. Vingunguti wakakata kushoto, inamfuata. Hapo katikati kabla ya kufika Vingunguti, yule mwanafamilia akaingia sheli. Kama inaitwa decoy. Kaingia sheli. Maana yule naye ana mafunzo, namshukuru Mungu sana. Anaelewa, yuko conscious na mazingira yanayomzunguka. Namwomba Mungu aendelee kumuimarisha kwa maana hiyo. Alipoingia sheli, akaweka mafuta tu ile zuga. Ile gari ikapaki mbele. Akaconfirm hawa wananifuata. Akatoka akaingia barabarani fresh, akaendelea mpaka barabara ya Pugu Road, wanamfuata. Wakakata kushoto mpaka Tazara, wanamfuata. Wakakata kulia njia ya kwenda bandarini, wanamfuata. Wakaenda njia ya Mbagala, wanamfuata. Kwa Azizi Ali, sijui wapi, St. Anthony, sijui wapi, mpaka Mbagala Rangi Tatu, wanamfuata. Akaingia stendi ya basi, wakapaki nje, kuna sheli moja pale. Akageuza gari, akaanza kurudi mjini, wanamfuata. Wamekuja naye mpaka gerezani, wanamfuata. Posta Mpya, wanamfuata. Aga Khan baharini, wanamfuata. Daraja la Tanzanite, wanamfuata. Alipofika kwenye mataa, akakata kulia, tunaelekea njia kwenda Koko, akabana kushoto. Wakapita, akawafuata nyuma. Walipofika pale Koko Beach, ile njia ina kimteremko hivi. Alafu kuna njia inakata kushoto inakwenda mpaka juu kule Oysterbay shule ya msingi na kwa makamu wa rais. Ile gari ndogo ikawa imepaki mbele. Barabara ya kukata kushoto iko nyuma. Akaja slow kuwatazama movement zao.
Kwa pole pole akakata kona kushoto kwa kujiamini kabisa, kwa sababu naye ana Mungu wa mbinguni asiyeshindwa. Jamaa mmoja akashuka kwenye ile gari akachukua bodaboda, wakaanza kumfuata nyuma, akaenda nao mpaka Haile Selassie, wakakata kulia. Mbele wamefika pale mbele ya samaki samaki, akawachenga, wakapitiliza mbele, akabana pahala, wakarudi, akawageuzia kibao ule mtaa wa ndani, akaanza yeye akawa nyuma yao, bodaboda iko mbele, kawakimbiza. Sasa ule mtaa una matuta, wakakimbia. Tuna rekodi zote, picha mnato, still pictures, picha mjongeo, video za gari, za watu na tukio la bodaboda. Nikawashauri, nendeni mkaripoti polisi. Wakaenda polisi Oysterbay. Polisi Oysterbay wakasema swala hilo peleka polisi Tabata, Tabata shule. Wakaenda Tabata shule. Polisi Tabata shule baada ya kusikiliza wakasema swala hili peleka Central Police mjini stesheni. Wakaenda Central. Kufika Central wakasema jambo hili peleka Buguruni. Wakatoka hapo tena wakaenda Buguruni. Wakafika Buguruni ndio wamefunguliwa jarada pale. Sasa umewapa taarifa zote na bado unaambiwa tutawatafuta, ama kusema tupigie simu, ukipiga tupo kwenye kikao, hayupo mpelelezi. Wakutana na wapelelezi mara ya pili au ya tatu, baada ya kuzungumza kwenye simu, na wakawaambia muwe makini na nini, kama kuna lolote tujulishane. Mengine ni story detail kwa sababu ni jambo liko kwenye uchunguzi. Hivi inawezekanaje katika jambo kama hili tukashindwa kuchukua hatua ya haraka? Kwa sababu mimi kama kiongozi na mtu ambaye nimekuwa kwenye dhamana, najua mimi nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, kipindi kile zinaitwa hivyo, sisi ni kamati za usalama. Ni kitu cha mara moja. Nimeshaipata gari, nimeshapata walikuwa kwenye gari, shauri linaendelea. Nimekaa mimi nimefanya kazi Dar es Salaam kama mkuu wa wilaya Ubungo, nimefuatia kesi nyingi za namna hii. Kwani jambo hili liko wazi, nachukua muda? Hiyo moja. Mbili, dada yangu katekwa, mpaka leo hajapigiwa simu kuambia nini muendelezo. Na mimi nimemwambia mimi nimelichunguza kwa kina, kwa intelijensia ya juu sana. Kuna kila viashiria vya kuwajua wahalifu, lakini hakuna taarifa yoyote mpaka leo. Sasa nitawaeleza matukio ambayo yamenitokea mimi moja kwa moja, ili mwelewe kwamba imani ya jeshi la polisi hata kwangu, najitahidi sana na namwomba Mungu niendelee kuwaamini, kwa sababu nawapenda rank and file polisi wale wa kiwango cha wasiokuwa na cheo. Wengi marafiki zangu tuna chati nao mtandaoni. Tatizo lipo kwenye uongozi hapa. Tusiharibu heshima ya jeshi la polisi. Sasa mimi nitawaeleza. Mimi nimekuwa na mtiririko wa matukio yametokea kwangu na ambapo jeshi la polisi lilijua, na sijawahi kupata ripoti mpaka leo, na sikutaka kutumia vyeo nilivyopata, dhamana nilizopata kufuatilia jambo langu binafsi. Nilisema nitaacha jeshi la polisi liende lenyewe, na mpaka naongea na nini, jeshi la polisi halijawahi kutoa mrejesho hata mmoja wa kila jambo moja ambalo linihusu mimi. La kwanza, mwaka 2010 mimi nilivamiwa na majambazi wenye silaha nikiishi Bahari Beach, zaidi ya 15. Wakavamia, wakaingia kwenye eneo la nyumba, wakampiga risasi mbwa,
msaidizi wangu akakimbia, mimi nikakimbilia ndani, nikafunga mlango, nikaweka likitanda likubwa pale. Wakasema amekimbilia ndani. Walipiga risasi ule mlango wa mninga. Hawezi kuamini. Mimi nimeenda range, najua SMG maana yake nini. Walipiga risasi ule mlango wote uliruka ukaingia ndani. Ziko njemba mbili zimeshika bastola, yani mmoja kafanya hivi alafu mwingine kafanya hivi. Kanipiga pale, piga. Sasa nilikuwa sijavaa shati, nimevaa suruali yangu moja ya jeans imechanika. So wakadhani, kwa sababu silikuwa nimezima taa, kwa wakadhani huenda yule msaidizi mwangalizi wa nyumba ndio huyu kakimbia ndani, polepole kakimbia. Lakini nilisali nikamwambia Mungu, kwa sababu jamaa wa nje anasema mpasue tuondoke. Nikamwambia Mungu, ndio sala fupi nimewahi kuomba kwa Mungu. Mungu, ukimruhusu Bwana anipasue, unanipokea mbinguni sasa hivi. Basi wale jamaa wakaondoka tu kimya, wakaniacha pale. Polisi wanajua hili tukio, hawajawahi kutoa mrejesho kutoka mwaka 2010 mpaka leo mwaka 2025. 2010, 2020, 2020, miaka 15 baadaye sijawahi kupewa mrejesho wowote. Mwaka 2015 nyumbani kwangu tena nikavamiwa. Jeshi la polisi wanajua, Chama cha Mapinduzi wanajua, tulikuwa kwenye kampeni. Sijawahi kupata mrejesho. Mwaka 2021 nyumbani kwangu Dodoma kukavunjwa, wakaingia watu, wakabomoa, wakatafuta vitu pale na nini, zimeachwa alama pale kwenye vioo na kila kitu. Tukaja na wale forensic police wakaweka pale maunga yao, wakasema tutawapata. Sijapata mrejesho mpaka leo, si alama zilizochukuliwa wala vitu vilivyo. Na hawakuiba, walichukua TV kimoja ili kupoteza ushahidi, kwa sababu mle ndani kulikuwa kuna production house, ilikuwa ni fully fledged production house ya shule ya uongozi. Hawakubeba kitu hata kimoja. Sijawahi kupewa mrejesho kuhusu jambo hili. Hiyo ni mwaka 2021. Mwaka 2025 wanakuja watu nyumbani kwangu Masaki. Labda hilo sio tatizo. Wanakuja watu nyumbani kwa dada yangu, wale walikuwa wananitafuta mie. Kwenda, hakuna mrejesho, hakuna maelezo. Hiki ni kitu kibaya sana. Na hapo sijazungumzia mashambulizi ya kimtandao kila siku iendayo kwa Mungu. Facebook, halo, wanataka kubadilisha akaunti yako. Halo, wanataka kubadilisha akaunti yako. Halo, wanataka kubadilisha akaunti yako. Juzi mtandao mmoja wa simu, sitautaja, wameswipe line yangu, wakaprompt mtandao kujitumia kodi kana kwamba nimepoteza password. Mungu bariki, naamka asubuhi naona mitandao imeji log out. Hasa na kwa sababu namshukuru Mungu ameshaniwezesha kwenye mambo haya, nilikuwa mbele ya wakati. Hapo nikaiondoa ile kwenye two factor authentication, nikaongeza mfumo mwingine ambao huwa hamwezi kuupata, nikazirecover account zangu. Na hapa nataka kusema hata akaunti yangu ya Twitter ilikuwa na followership ya watu 700,000 ilifanywa shambulizi la kimtandao kama hivi. Na nitoe rai, kule Twitter kuna mtu anatumia jina langu kupost vitu. Ile account si yangu, na watu wote wenye mapenzi mema naomba muireport kwamba yule mtu anafanya impersonation, anajifanya ni mtu mwingine wakati sio.
anajifanya ni mimi Humphrey Polepole, lakini mimi sio yule mwenye ile account ya kule Twitter inaitwa Ambassador Pole Humph, something like this. Naomba sana hiyo mlizingatie, ili asiendelee kupotosha watu. Watu wengi wanamtumia habari mle na wanaweza kuwa wanahatarisha maisha yao. Kwa ile ngoja nitafuta hapa vizuri inavyotamkika. Naomba sana msiingie mtego wa kuwasiliana na hiyo account. Inaitwa, dakika moja tu, dakika moja tu, nataka niipate ili nisiwaingize kwenye mtego. Ni watu wenye hila mbaya, wanatumia jina langu mtandaoni huko Twitter. Yes, anajiita Ambassador Humphrey H Polepole, ila ile handle anatumia Polepole Humph, Polepole HUMPH. Hiyo ni akaunti feki, sio ya kwangu. Naomba lizingatie hilo. Mwisho, jeshi la polisi, hapa nitasema dakika 4 chapo. Jeshi la polisi mnaniita, lakini kuna tatizo kule serikalini. Unafahamu ni jiuzulu, na nilipojiuzulu nilijua tafsiri yake, na serikali ikaja kusema imeniachisha kazi kwa manufaa ya umma na kunivua hadhi ya ubalozi. Hiki ni kitu cha kawaida na mimi nawaunga mkono. Lakini nilipokuwa nazungumza na wenzangu, watumishi wenzangu, watu wa serikalini huko, nikawauliza hivi, sa mfano nimeshajiuzulu na nimeshaachishwa kazi na sina hadhi ya ubalozi, vipi wanafamilia wangu kule Kuba? Nina vitu kule, nimekaa miaka 3, nilipelekwa na serikali, je, mtanirudisha? Maelezo niliyopewa ni kwamba kwanza, wewe hujaachishwa kazi. Wewe Mama Samia ameelekeza ufukuzwe kazi. Sawa? Ndio. Na unakosa stahili zako zozote, ninakubali. Msinipe stahili, wala siziombi, wala sihitaji. Lakini nyinyi mlinipeleka Kuba, wakaniambia hata kukurudisha hautorudishwa. Nikasema shughuli hiyo. Kwa hawa watu wa serikali na Mama Samia wamenitelekeza Kuba, halafu wananiita polisi Central. Hamtaki kunirejesha nyumbani. Mbona ni haki ya mtumishi? Hasa kwa sababu nimefukuzwa kazi, lakini nikiwa kituoni, kwa hamtaki kunirudisha nyumbani? Au mnasemaje? Mnataka niombe uraia wa Kuba? Eti ndio mnachotaka nisirudi? Nawaachia ninyi, mimi sina matatizo sana kwa kweli. It's not a big deal. Na hii nimeitoa sio kama nikawafanya jitihada ya kumtafuta katibu mkuu nje, naibu katibu mkuu nje, hawapokei simu zangu tofauti na utaratibu, but it's okay. I understand. Pressure wameipitia, msukosuko wanao, na mtu yote sasa kuongea na mimi ni kama vile unajitafutia balaa. Kwa baada ya kusema hayo, polisi mmechukua maelezo yote vizuri, zingatieni, fanyieni kazi. Mungu akipenda, kesho au kesho kutwa tunapanda. Nitazungumzia miundombinu na huduma ya usafiri wa mabasi ya mwendo kasi katika jiji la Dar es Salaam na namna gani tunahujumiwa kwa makusudi. Nawashukuru, asanteni sana. Mungu awabariki nyote. Mungu wa mbinguni awabariki nyote. Nyote mnaoliombea taifa hili, nyote mnaofunga na kuomba katika taifa hili, nyote wa dini zote, nyote, Mungu awabariki sana. Asanteni, tutaonana ndani ya siku 2 zinazokuja.